Paukwa. Paka. Hadithi. Hadithi njoo, uongo njoo, utamkolea. Mtoto na ujasiriamali. Tunajenga wajasiriamali vijana. Sasa basi, jana usiku nilipokuwa nimelala, niliota ndoto nzuri sana. Na katika hiyo ndoto niliota nimepanda bustani nzuri, bustani amazing. Bustani yangu ilikuwa ina maua mazuri pembeni. Katikati ina mboga nzuri za majani. Pembeni ina miwa. Mboga za majani unajua zilikuwa mboga aina gani? Kulikuwa na mchicha, kulikuwa na majani ya kunde, kulikuwa na mnavu, na kulikuwa na spinach. Sasa basi, akaja rafiki yangu huyo, wakati niko kwenye ile bustani naangalia bustani yangu, akaja rafiki yangu akashangaa, wow, mbona una bustani nzuri hivi? Sijai kujua. Kwa nini alikuwa hajui? Kwa sababu bustani yangu ilikuwa nyuma ya nyumba. Kwa hiyo hajawahi kufika. Kwa hiyo alikuja siku bustani imestawi, tunataka kuvuna. Nikamwambia kweli na bustani nzuri ndo tunavuna. Akatoka mbio, akaenda akamuita mama yake, akawaita majirani, wazazi wake wote. Wakafika, wakapenda bustani yangu, tukavuna, wakanunua vitu vyote shambani, vyote vikaisha pale kwenye ile bustani yangu. Unajua nilipata shilingi ngapi kwenye ile bustani? Nipiga mahesabu, nilipata shilingi 50,000. Kwa hiyo niliuza vitu vyote kwenye ile bustani yangu, mboga zote. Na hizo mboga zilikuwa ndani ya wiki 2 tu zilikuwa zimeota. Okay, sasa baada ya kupata 50,000 nikaangalia kwenye ile 50,000 nilitumia shilingi ngapi kufanyaje? Kuzalisha nini? Mboga zangu. Kwa hiyo nikaangalia nikakuta kwenye mboga zangu nilitumia shilingi ngapi? 20,000 kuzalisha. Alafu nikawa nimepata faida ya shilingi 30,000. Faida kubwa, ajabu ya Mungu. Faida kubwa sana. Fikiria nimetumia shilingi ngapi? 20,000. Alafu nimepata faida ya shilingi ngapi? 30,000. Nikasema biashara hii ni nzuri sana, biashara hii inalipa. Kwa hiyo nikamwambia rafiki yangu, na wewe utafanyaje? Na wewe uanze kufanyaje? Kuwa na bustani kama hii ili upate nini? Upate pesa. Ghafla nikaona kitu kinanikimbiza huyo. Nikaanza kukimbia, nikashtuka. Basi na hadithi yangu ikaishia hapo. Ya kweli? Sasa niambie, umeelewa nini kuhusu hadithi yangu? Tuanze na kule, twende hivi. Kila mtu anielezee the moral of this story. Maliki, niambie umejifunza nini? Nataka kitu ulichojifunza. Usinihadisie hadithi ilivyokuwa. Umejifunza nini? Umesikia? Alikuwa na bustani ya maua. Sasa rafiki yake akaja. Nataka useme umejifunza nini kutoka kwenye hiyo hadithi. What is the moral of the story? The moral of the story is to get money by building your house or putting plants so you can buy them. Thank you. So you build the house. By planting nini? Say by planting vegetables and selling them. Then you get what? You get money at the back of your home. Okay. Fatuma, what is the moral of the story? The moral of
the story that helped me was how to plant my own vegetables and selling to all people that I can earn my own money. Okay, thank you. Okay, what is the moral of the story? Nimejifunza kuwa nikipata biashara napaswa kuwa na faida. Kama ulivyosema ulitumia 20 tu kutengeneza hiyo bustani yako, lakini umepata faida ya 30. Hiyo faida unapaswa hata kuweka akiba au kuwekeza kitu. Thank you. Well done, Trisha. You are the best one. Keep it up. What is the moral of the story? The moral of the story is about nimejifunza how if I grown up I'll sell my vegetables and I'll sell to other people and then I'll get money. Thank you. Thank you. What is the moral of the story? The moral of the story, when I grown up, I wanna be the farmer, which that I can build some vegetables so that I will get it. Okay, thank you. What is the moral of the story? Okay, thank you. Sasa mnatakiwa mjue kwamba mnajifunza hadithi mbalimbali au story mbalimbali kwa ajili ya kujua wenzenu wanafanyaje ili wafanikiwe. Zamani sisi tulivyokuwa wadogo tulikuwa tunapigiwa hadithi na mabibi zetu, mababu zetu, wanatuelezea watu mbalimbali walivyofanikiwa. Kama mnakumbuka, like in this book tumesoma about the writer of Harry Potter ambaye aliandika kitabu chake into 6 languages and she was very successful and a rich woman in Australia. Okay, so tunasoma hadithi au tunajifunza hadithi ya kutafuta namna ambayo utakuwa utaona wenzako walivyofanikiwa kuhusu hadithi. Like here pia tumesoma how the first motorcycle was invented. Okay, so a kid of 20, we have seen a kid of 20 years old and a kid of 21 years was collaborating and invented a motorcycle. Two kids were collaborating and made a motorcycle, and the motorcycle which they made was the one which was very fast and durable. So when you are learning different stories in the books, you have to read. Don't read like a parrot. You need to read and understand the moral of that story. Don't enjoy and say, wow, this story is very good, but what have you gained into that story? So next time when I make any story, I need everyone to tell me what was the moral of that story. I told you that you have 2 ears, you have 2 eyes, but you have only 1 mouth. So you need to hear, to listen by concentrating and focus on what is the topic. And you need to look because you have 2 eyes, but you are not supposed to talk unless you have a point to talk. Don't speak unless
If you speak, you will improve with what is spoken about. Thank you. Thank you.